Mtazamaji, leo duniani tuna kila aina ya chakula na kila aina ya dawa na zingine zikiwa zimeboreshwa kwa teknolojia ya kisasa zaidi. Swali ni je, kwa nini licha ya kuwa vyakula vimeboreshwa, mazao yameboreshwa kwa teknolojia hiyo ya kisasa, lakini ni kwa nini magonjwa nayo yameonekana kuongezeka? Leo hii si jambo la ajabu kusikia kwamba kijana ana kansa. Si jambo la ajabu kusikia kijana anaumwa ugonjwa huu, kisukari na vitu vingine. Inawezekana ya kwamba miongoni mwetu tumesahau kile ambacho asili imetupatia bure kabisa. Hii ni Shamba Hub na hapa tupo Lupila Podcast. Leo tunazindua rasmi podcast hii kuhusiana na Lupila Health Supplement. Na hapa tunazungumzia masuala mengi yahusuyo kilimo hai. Kilimo hai pamoja na afya kwa ujumla. Mimi ni Sauti Biego, niko hapa na ndugu yangu Ignas Pila. Yeye ni miongoni mwa waasisi wa Lupila Health Supplement. Tuweze kuzungumza mengi. Ndugu Ignas, karibu sana. Tuweze kuzungumza na yule ambaye anatuangalia hivi sasa aweze kufahamu kuhusiana na Lupila kiundani zaidi, kwa maana ya Lupila Health Supplement, shughuli ambazo tumekuwa tukiziratibu Lupila kama Lupila. Mimi nafahamu, lakini wengine wenda hawazifahamu. Ndio, asante sana, nashukuru. Naam. Asante sana. Kwa upande wetu hapa sisi Lupila Health Supplement ni kwamba tunajishughulisha na kilimo hai. Kilimo hai hatuishi tu kulima, ila kadiri ya tunavyoweza kuzalisha mazao tunaongezea thamani kwa ajili ya kwamba tusinufaike sisi tu, aidha mimi tu na familia yangu, na wengine wapate kunufaika na mazao yanayotokana na kilimo hai, ambapo hapo awali umezungumzia asili kama imetupatia bure. Lakini ni kwamba baada ya kufikiri na kuona kwamba changamoto ni nyingi sana zinatukumba kwenye jamii zetu, kwenye taifa letu na hata nchi nyingine ambazo ni kwa wenzetu duniani, ni kwamba tumesahau asili. Asili ndiyo iliyobeba kila kitu tunachohitaji, ambacho hicho kitu tunachokihitaji kinaanzia kwenye ardhi. Kwa maana ya kwamba hata changamoto nyingi ambazo unakuta zinatukumba kiafya, baada ya kuona kwamba kilimo hai ndiyo msingi wa afya, basi tukaona ni vema tufanye kitu hiki kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha jamii kwa ajili ya kuweza kusimamia kilimo hai na kwa ajili ya kuweza kupata faida zinazotokana na kilimo hai, kwa sababu mwili unahitaji virutubisho. Na kama mwili unahitaji virutubisho, vinaanzia shambani, havianzii kiwandani. Kilichozalishwa kutoka shambani, kiwandani itategemeana pia na muandaji kwamba anakitambua namna gani, kwa sababu hayo yote yapo kwenye kutambua umuhimu wa afya. Afya haihitaji udalali. Nazungumza hivyo kwamba afya haihitaji udalali, huwa tunavidalalia afya zetu. Kwa sababu hiyo kuna vitu wakati mwingine tunaweza kuona kama yani vina manufaa, lakini tukafikiri sana kwa mapana kwamba hapana, afya inaanzia shambani. Na kama inaanzia shambani, huku kwingine ni kwa lengo tu la kuboresha. Kwa hiyo ni vema tutengeneze mazingira ya shamba. Haya mambo mengine tunaweza tukajinusuru nayo, ambayo sio ya lazima, kwa sababu changamoto nyingi za kiafya shamba nafikiri ndio kunakoweza kutusaidia. Naam. Mtazamaji, hii ni Lupila Podcast na hapa ni Chimbuya katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, Tanzania. Tumekuja hapa kuzungumza mengi. Lupila Health Supplement wanajihusisha, hizi ni si tu supplements au health supplements. Hizi ni harakati za kurudisha utamaduni wa matumizi ya vitu vya asili vile, hususan vitu vya organic. Yaani tuondokane na ile dhana ya matumizi ya kemikali katika mazao yetu, kwa maana kuanzia shambani mpaka katika uchakataji wake. Kwa hiyo Lupila Health Supplements imekuwa ikifanya huo mchakato kuhakikisha kwamba unalima kwa maana ya shambani, lakini pia licha ya kulima unatoa shambani kwa ajili ya kuongezea thamani
lile zao ambalo limelimwa shambani, na badala yake wanakuja kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinakwenda kukusaidia wewe katika afya. Hauhitaji vidonge, huhitaji chochote. Hapa unatumia bidhaa organic kabisa. Kwa mazao ambayo tunalima, kwa yule ambaye afahamu ni mazao ya aina gani ambayo tunalima ambayo yanakwenda kumsaidia wewe mkulima na mtumiaji? Asante sana. Mazao ambayo tunalima hapo, tuna karanga, tuna soya, tuna chia seed, tuna binzari inayofahamika kama manjano, kwa jina lingine nafikiri majina ya kigeni inaitwa turmeric. Halafu pia kuna tangawizi ambayo pia kwa jina la kigeni inaitwa ginger, njegele, soya. Hivyo vitu vyote tunavilima, ila kutokana na vile ni vitu vinahitaji sana nguvu ya uwekezaji, tunafanya kwa uchache, lakini tunaamini kwamba huu uchache ndio mwanzo wa kwenda juu, ila ni kuendelea kuhamasisha jamii kwa ajili ya kuweza kufanya kilimo hiki kwa ajili ya kuweza kuepukana na changamoto ambazo zinaweza zikawa zinatukabili kiafya kutokana na udhaifu wa upande wa kilimo. Ni kitu gani hasa kilikusukuma kuona ya kwamba kuna umuhimu wa kuhimiza kilimo cha asili, kilimo hai, kilimo cha organic? Asante, nashukuru kwa swali. Ni kwamba kilichonisukuma ni hususani nimeanza muda mrefu kufanya uchunguzi wa kawaida tu na kufuatilia masuala ya mimea, masuala ya asili, nikikumbuka huko nyuma changamoto ambazo unakuta zinatukabili leo tulikuwa hatuna kwa wingi, lakini kaja kugundua kwamba changamoto ni tumepotea njia, na kama tumepotea njia tunafanyeje ili turudi kwenye njia ambayo ndio inaweza ikatusaidia. Ndio huku kuja kuona kwamba ni kwenye kilimo. Halafu tukio lingine ambalo lilikuja kuumiza kichwa zaidi kipindi cha COVID-19, corona. Ndio. Nyumbani mimi nilikuwa na utamaduni wa mimea mingi ambayo unakuta hata hapa sijaielezea kwa sababu ni mingi. Kuilima kama sehemu ya maisha yangu. Hasa mtiririko wa jamii nayo nizunguka kipindi hicho kuja napita kidogo nakuta mmea umekatwa au umechumwa, nikagundua kabisa kwamba hapa tumeshakuwa wengi. Lakini jambo ambalo tayari lilikuwa linanipa picha kipindi cha COVID-19, na vitu hivyo vyote ambavyo navilima ikaonekana kwamba kwa kipindi kile ndio vinahitajika kwa ajili ya kusevu maisha yetu. Kwa ndo ikanipa, yani kanichochea zaidi kuweza kufanya kwa vitendo na kwa ajili ya jamii na taifa kiujumla, ingawa nafikiri bado tunaendelea kujikokota, lakini ni kwa lengo hilo, na ndo kitu kilichonisukuma kwa ajili ya kuweza kufanya hivi na kuendelea kuhamasisha jamii na watu wengine kwa ajili ya kuweza kuona umuhimu wa asili. Asili ndiyo mama. Maana kwa wenzetu wanaita mother nature, lakini si hii tumeipuuza. Asili ukishaipuuza yenyewe itakupuuza mara dufu zaidi. Kwa hiyo ndio maana tukaona ni vema tufike labda vile kwenye hatua hizi kwa ajili ya kuchochea, na ni vitu ambavyo unakuta yani tunapozungumzia, natolea mifano, huwa hata serikali unakuta imetenga mapori tengefu, kuna mbuga za wanyama, vile ni mali asili. Hasa kama ni mali asili, kwa nini kwenye familia zetu tusitengeneze huu utaratibu, huu utamaduni? Kwa hiyo ni moja ya kampeni ambayo tunafikiria kuendelea kupromoti na kuhamasisha jamii kwa ajili ya kuamini, kwa sababu sasa hivi unakuta vijana wadogo tu. Kijana utadhania ni mtu wa miaka 50 au 30. Shida ipo kwenye chakula. Hakuna tatizo lingine lolote, ili tunaweza tukambebesha Mungu mizigo ambayo sio ya lazima, lakini shida ipo kwenye chakula. Vijana wanakula mabroiler mpaka na wenyewe wanakuwa kama broiler. Umeona? Na ndo hiyo sasa unachokizungumza. Na ndo utamaduni wa mfumo wa chakula. Mfano kuna hata mifano midogo midogo huwa nafanyaga hata kwenye mmea. Mmea ukichukua labda hata ni tindika au ni maji
ya rangi, ukaenda kuchanganya, ukachanganya, huu mmea hauji kutoa rangi tofauti na ile ulioanza nayo. Kwa hiyo ni kwamba ule mmea kama ulikuwa ni wa kijani, utashangaa unakuwa na rangi tofauti, lakini asili Mungu alivyoifanya. Ndio maana unaona majani ya mekundu yana kazi yake, majani ya aina fulani yana kazi yake. Kwa hiyo kila kimoja Mungu alivyokiumba ila sasa kwamba kwa sababu ya teknolojia kama tulivyozungumzia mambo mengi, kwa sababu ya biashara, kupata uchumi kupitia watu, ndio maana haya mambo nakuta sisi tunakwenda na upepo. Sasa Waafrika hatuna misingi. Hii misingi kumbe natakiwa hivi vitu na sisi iwe ni vitu vya kujivunia kama mali asili zetu na ni ulisi wetu. Ni lazima tuvipiganie na ndio vituletee sisi pesa na sisi ndani ya taifa letu. Umuhimu wa kilimo hai. Kwa nini watu walime kilimo cha asili na kutumia bidhaa zile za asili? Hiyo ni kwa lengo la kupatia mwili unahitaji virutubisho. Unapokula chakula ambacho hakina virutubisho, unaidhibiti njaa iache kukuuma na uendelee na maisha. Lakini viungo ndani ya mwili havipati mahitaji yake ili vitende kazi yake ipasavyo na kuvilinda, kwa sababu mponyaji wa hakika ni chakula. Chakula kinapokuwa hakiko sawa, uponyaji hauwezi kufanyika, kwa sababu uponyaji unaanzia kwenye chakula. Na hiki chakula kinapokuwa kimelimwa kwa njia ambazo sio zile za asili, kinakuwa hakina virutubisho au vinilishe ambavyo mwili unahitaji. Ndio maana unajikuta mwisho wa siku tunakumbana na changamoto sisi za figo kufeli, sijui ini, sukari. Hivyo vitu vyote, kitu ambacho kinaweza kuweka mambo sawa ni unachokula. Kuna lugha huwa naizungumza, nafikiri nazungumzwa, usipokula chakula kama dawa utakula dawa kama chakula. Itakuwa ni kila siku. Jinsi tulivyo kwa turacho. Mfano mimi hapo unaniona toka asubuhi sijaonja chochote, nafikiri nimegusa mwindi pale. Lakini tulio wengi hapa sasa hivi unakuta mtu ameamkia na energy drink. Na zimekuwa nyingi kweli kweli. Kwa hiyo sasa ni hizi changamoto zote sisi ni kwamba hatuna utaratibu wa ulaji wetu, tunakula nini tunahitaji, nini hatuhitaji. Ukiweza kudhibiti chakula, hakuna kinachoweza kukushinda. Kwa hiyo hii ni kuweza kuhamasisha na wenzetu wengine waweze kutambua umuhimu. Ni kwamba kwa sababu kweli tumetolewa kwenye mfumo, kurudi ni kazi. Lakini tuendelee kuhamasishana taratibu, watu waendelee kutambua umuhimu. Na ardhi ukishaitunza itakupatia chochote unachohitaji. Ukishindwa kuitunza kila siku na kila wakati, changamoto lazima zikuandame wewe. Na ndio maana sasa hivi unakuta wakulima wengi anaweza akalima vizuri, akapanda vizuri, lakini akaja kushindwa hela kuhudumia mazao. Kwa sababu muda wote anahitaji huduma ili yaweze kukua. Na hata mwili ni hivyo hivyo. Kwa sababu usipoupatia virutubisho utazofika. Lakini ukishakuwa na utamaduni ni maisha yako, hauhitaji tena hivyo vitu, tayari automatically mwili unachokula kinaweza kukupatia nafasi ya kufanya mambo mengine bila wasiwasi, bila shida. Unapokuja kula tena tayari una uhakika wa kuweza kuishi vizuri. Na huwa ni kwamba ambacho hatuamini sana kwenye upande huo, hata ukienda benki hujaweka chochote hivi utapata kitu? Unaweza kuchukua hela kwa hujaweka. Hawezi. Kwa hiyo uwekezaji kwa sehemu kubwa, watu wengi tuangalie upande wa afya. Ni kwamba serikali unajikuta inafanya juhudi za hali na mali kutusaidia kujenga mahospitali, hasa kama sisi vijana tunao wengi ambao unakuta wakati mwingine wanahitimu, kuna wengine labda wamesha hitimu, lakini shughuli za kufanya unajikuta mwisho wa siku
inaonekana hamna. Lakini tuna mapori mengi ambayo haya mapori tukawa na mfumo tu ambao pengine tuweze kuyatumia kwa nguvu ambazo Mungu ametujalia. Ni kweli vinahitaji gharama, lakini taratibu na kujifunza na kutambua kuyalinda yatatuletea manufaa. Na kuna tofauti gani kati ya virutubisho vya kemikali na virutubisho vya asili? Hii kemikali kwa maana inaitwa kemikali. Ina maana imeboreshwa. Ule uboreshaji kuna vitu vinaingizwa ndani yake ambavyo havipo kwenye uasili na kurahisisha, kwa maana ya kwamba mfano naweza nisidadavue kiundani zaidi. Ni sawa sawa tunapozungumzia mayai ya kisasa na ya kienyeji. Ya kienyeji yana utaratibu wake, ya kisasa yana utaratibu wake. Kwa hiyo unakuta tofauti ni hiyo inayokuja, kwa maana ya kwamba pia hii inapoitwa kisasa na maana ni imewahishwa, imetengenezwa kwenye mazingira ya kufanya mzunguko kwa haraka. Halafu na asili inafanya mzunguko taratibu. Lakini matokeo yake unachokuja kupata, unapata kitu sahihi. Ndiyo. Turudi sasa, tumetoka shambani. Lupila Health Supplements, ili bidhaa tunayoitoa shambani, ni namna gani tunaichakata na kwa nini tunaichakata? Okay, lengo la kuichakata ni kwa lengo la kuiandaa kwa mazingira ya kuweza kunufaika watu tofauti tofauti na kuweza kuitofautisha na hizi bidhaa zinazolimwa. Sitapenda sana kukitumia hii lugha kuitumia, lakini itabidi niitumie kwa lengo la kutofautisha hiki kilimo cha kisasa, kwa sababu kwenye ng'ombe 500 ukiwa na ng'ombe 5 wakachanganyikana, hutoweza kujua ni yupi naye mhitaji. Umenipata? Kwa hiyo ili watu watakaoweza kuwa na imani na hii bidhaa ya Lupila moja kwa moja waipate. Lakini nikitoa mazao kama yalivyo na kwenda kuyapeleka sokoni, hawa wauzaji wengine watayanunua kwa bei kama ya haya mengine ambayo hayana uhai wa kiafya ndani yake. Watachukulia kawaida. Kwa hiyo sasa nikafikiri kwa mapana kwamba kwa sababu siwezi kuhudumia jumuiya nzima, lakini kwa wachache wale watakaoweza kupata elimu na kujua bidhaa ya iliyo hai ni ipi waweze kuipata, ili tunapoendelea kufanya juhudi za kukua, basi tuje tufanye kwa ukubwa, tuendelee kuhudumia watu wengi zaidi. Pia kinachotizamwa kwenye hii kilimo cha kisasa ni kwa lengo la kwenda na muda, lakini huwa hii kilimo cha asili kinachelewa, lakini si kwamba kinachelewa sana, hapana. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho kilichotufanya tuweze kutofautisha na kuweza kuchakata hizi bidhaa ili wahitaji waweze kuzipata moja kwa moja kupitia Lupila Health Supplement. Ambapo hivi sasa ana uwezo wa kupata bidhaa gani ambayo ikiwa tayari imeshachakatwa katika mfumo wa mafuta au unga? Okay, kuna moringa poda, kuna moringa kwa maana wengine wanaita mlongi. Ndiyo, kuna manjano, binzari, turmeric. Hiyo inapatikana ya maji, inapatikana ya unga, zinapatikana. Unakuja tangawizi, na tangawizi hiyo sio hii tangawizi tu haya manene. Zile tangawizi nyembamba. Ziko tofauti kwa sababu hiyo vitu, kwa sababu ukianza kufuatilia mbegu nyingi sasa hivi ni kwamba sisi kama tulivyosema tumezembea asili, tumeipuuza, nayo imetufanyaje? Imetupuuza. Mbegu nyingi sasa hivi huwezi kugundua hii ni halisi, hii ni ya kisasa. Kwa hiyo tunapozungumzia kisasa au hybrid, ni mbegu ambayo imeboreshwa
kuboreshwa huko ni kwamba haipo tena kwenye uasili wake. Mbegu ya asili ni kwamba ukivuna leo, kesho ukaitunza, utaipanda tena. Ila wenzetu wakatupiga Kiswahili wanasema inapungua ubora. Au haizai sana. Kwa hiyo ni kwamba nilichukulia nikampa mtu mmoja mfano kwamba kuna gari la Kijapani, kuna gari la Kichina. Ukienda kununua gari ya Kijapani, gharama yake iko juu. Ukienda kununua gari ya Kichina, gharama yake iko chini. Ni sawa, zote ni gari zinafanya kazi, lakini lifetime yake ya kudumu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hata mwili nao ni hivyo hivyo, kwa maana ya kwamba unapokula bidhaa ambayo iko hakika, mwili unaenda kupata kitu ambacho unaenda kuongezea, kama tunavyozungumza kwenye up to date. Kwa hiyo unapokula chakula harisi unaenda ku up to date mwili, kwa maana kwamba labda vile kuna kiungo kilikuwa hakipati mahitaji ambayo unakuta yani ndo ili nacho kiweze kufanya kazi hakina yakosa, lakini utakapopata bidhaa kamilifu kinaenda kufanyaje kupata faida, ambayo nikija tena nitolee mfano tu, unakuta ni swala ni kubwa sana la afya. Tunaenda hata kwenye hivi vyombo tunavyotumia kawaida kwenye gari ukiweka oili ambayo si sahihi, nafikiri matokeo yake ni kweli labda vile linahitajika labda kulingana na matumizi yako unavyolitumia liweze kupigwa grease kwa labda ni ndani ya wiki unaweza ukaweka, lakini unaweza ukapitisha mwezi. Matokeo yake ni kwamba tayari unaenda kuathiri. Kwa hiyo unakuta ni kwamba kwa sehemu kubwa swala la afya hatujalitilia maanani, kuanzia kwenye ulaji mpaka kwenye masuala mengine ambayo unakuta yanahusu vyakula, kutambua ni namna gani ya kula, vyakula gani hivyo. Kwa hiyo utaratibu mzima wa hilo ndio ukawa umekuwa ni jambo linalotusumbua. Lakini kama tulivyozungumza awali kwamba asili tumezawadiwa bure, kwa nini tusiitunze? Kwa nini tusiilinde kwa wivu mkubwa? Tuitumie goli. Kwa sasa kama nafahamu mimi, kesho mimi sitakuwepo na wenzangu, basi tuelimishane ili tuendelee kufanyaje kuipigania, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho kinatufanya kuwa hai. Asili ndio kitu pekee ambacho kinatufanya tuwe hai katika kilimo na bidhaa ambazo tunazitumia. Mara nyingi unaweza ukajiuliza kwa nini nitumie au nilime kwa njia hii ya asili. Kuna tofauti kubwa sana hata katika tofauti ya bei. Bidhaa ambayo inatumia asili au kilimo hai huwa inakuwa na bei kubwa sana sokoni, tofauti na ile bidhaa ambayo inatumia kemikali. Na hata katika nchi za wenzetu, asilimia kubwa, kuna baadhi ya nchi wana prefer sana bidhaa ambazo zinatumia kilimo hai. Muhimu uwe tu mvumilivu wa muda, kwa sababu watu wa hybrid miezi mitatu anatoa, miezi miwili anatoa. Lakini Lupila Health Supplements wao wamekuwa wakitoa bidhaa ambazo ni za asili kabisa, ambazo pia hawakuangalia biashara tu, wao wameangalia biashara pamoja na afya yako. Yaani mwisho wa siku unaenda kutumia bidhaa ambayo itakusababishia uwe na afya bora. Kama unaenda kutumia mlongi kama alivyosema hapo, kama unaenda kutumia bidhaa ambazo zinatokana na bizari ambayo ameizungumzia hapo, inakuwa ni bidhaa bora ambayo haijatumia kemikali hata kidogo. Kwa hiyo hata ukiila hakuna hata chembe ya kemikali ambayo itaingia katika mwili wako ambayo itakusababishia madhara kama vile magonjwa ya kansa kama alivyozungumza hapo na vitu vingine. Kuna mtu hivi sasa anahitaji bidhaa kutoka Lupila Health Supplements. Aidha anataka mafuta ya mnyonyo, aidha anataka tangawizi, anataka unga wa mlongi au moringa kama tulivyosema hapo, na bidhaa zingine kama chia seed na vitu vingine. Anawezaje kupata bidhaa hizi ambazo zimetokana na asili kabisa? Inawezekana, ni rahisi zaidi. Kuna wale ambao unakuta pengine wapo ni ukanda huu, anaweza kafika hapa Lupila, tunapatikana
hususani Chimbuya, kijiji cha Chimbuya, na kwa sehemu kubwa shughuli za kilimo zinafanyika kijijini hapa. Na kwa wale ambao wako mbali, kuna masuala ya mawasiliano ambayo naweza kuyataja au kuziweka namba hewani ili waweze kutupata kukiwa na mahitaji ya bidhaa za Lupila Health Supplement. Naam. Ambapo hizi namba ni kwenye mawasiliano ya simu ya mkononi ni 0757 30 22 25, na kuna nambari ya Tigo ni 0710 ni 0710 61 22 25. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii kuna Instagram ni Lupila Unique Health Supplement, na ukienda Facebook pia ni Lupila Unique Health Supplement. Ukienda na hii mitandao mingine tuseme kiujumla ni jina hilo hilo la Lupila Unique Health Supplement. Ndio. Kabla tujamaliza, kuna lolote lile ambalo ungependa kuzungumza na yule ambaye anatazama hivi sasa Lupila Podcast? Nashukuru kwa nafasi hiyo. Ni kwamba ambacho naweza kuzungumza ni kuweza kuwasihi Watanzania wenzangu. Nafikiri nitazungumzia kwa Watanzania kwa sababu ndo sehemu tuliopo. Hawa wengine baada ya hawa tulionao ndani ya taifa letu tunalolipenda, ambalo limetuweka mpaka wakati huu tuko hapa, tuko vizuri na tunaendelea kujadili masuala haya yanayohusu afya, kwa maana ya kwamba tuzingatie sana swala la chakula, kwa sababu chochote tunachohitaji ndani ya mili yetu kipo kwenye chakula. Haya masuala mengine yanakuja kutokana na udhaifu wa kuto kudhibiti swala la chakula. Na kwa wakulima tuone umuhimu basi wa kutafuta njia, au kwa wataalamu wetu njia ambazo zitatufanya kulinda ardhi zetu. Hizi za kisasa tunazitumia, lakini nafikiri tuna wajibu mkubwa kwa ajili ya kutengeneza kitu kama hiki tunachokizungumzia hapa, pamoja na ugumu wake, lakini ni msingi wa kuweza kudhibiti swala la afya kiujumla. Mtazamaji wa Lupila Podcast pamoja na Shamba Hub Tanzania, umesikia hapo tumezungumzia mengi kuhusiana na kilimo cha asili au kilimo hai, kilimo cha organic kutokea hapa Lupila Health Supplements, ambapo tulikuwa hapa na ndugu yetu Ignas Pila kuweza kukueleza namna bora ya wewe kuhakikisha kwamba unalima kilimo hiki cha asili kabisa, kilimo ambacho hakitumii kemikali. Lakini pia licha ya kulima, tumekufanya ufahamu mengi kuhusiana na bidhaa ambazo zinatoka Lupila Health Supplements, ambapo ameelezea hapo za kutosha. Ni wewe muda wako hivi sasa kuwa na maamuzi, kuendelea kutumia bidhaa zenye kemikali au urudi katika asili ambayo watu wengi tulisahau. Mimi ni Sauti Biego, nilikuwa hapa na ndugu yangu Ignas Pila katika kukuletea kipindi hiki kutoka maeneo haya ya Chimbuya, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, Tanzania. Hatuna ziada mpaka katika kipindi kingine kupitia Lupila Podcast.